Na hii Magufuli alituambia pia kwamba mara nyingi sisi wa Tanzania tunatumia fedha zetu katika hii miradi. Tukimaliza hii miradi, tunawaleta wawekezaji wanakuja kufaidi hii miradi. Hicho ndicho kilichotokea. Kwa sababu amekuja DP World. Unamwona DP World? Amepewa geti namba 1 mpaka namba 7. Geti namba 1 mpaka namba 7. Sehemu ambapo sisi hela za Watanzania zilizotumika kwa ajili ya kuinvesti pale. Halafu anakuja mtu mwingine anakuja kupewa tu. Yeye ameofa nini? Kwa sababu kama scanner tumenunua scanner mpya pale, karibia scanner 10. Je, zina operate hizo scanner? Si ndio? Kulikuwa na matatizo makubwa sana pale bandarini. Tukakopa hela. Dola karibia 400 na kitu, karibia trilioni 1 point something. Lengo lake lilikuwa nini? Lengo lake lilikuwa ni kuiboresha bandari ya Dar es Salaam. Si ndio? Kuboresha, na maboresho ya bandari ya Dar es Salaam pale yamefanyika kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu pameboreshwa kuanzia gati namba 1 mpaka gati namba 12 nafikiri. Leo wanaenda kwenye 15. Si ndio? Na hii ilitokea kipindi 2016. Tusisahau, nataka nikupe historia kidogo. Mpaka 2017 pale bandari ya Dar es Salaam. Si ndio? Ile depth, ile kina cha bahari kilikuwa ni kama mita 6 tu. Lakini kuanzia 2017 mpaka sasa, si ndio? Kile kina kimetengenezwa mpaka kufikia mita 15. Inaenda kwenye mita 15, 14.5 karibia mita 15. Si ndio? Depth kile kina. Na ule upanuzi pakapanuliwa, eneo lile likapanuliwa kwa mita karibia 300 pale bandarini. Maana yake kuruhusu hata meli kubwa kabisa kutia nanga pale. Lakini katika ule upanuzi ule tulikuwa hatuna eneo la kuhifadhia magari pale. Hatuna eneo la kuhifadhia magari. Ule mradi wa DMGP tukajenga bandari ile eneo la kuhifadhia magari kilomita square 72,000 ambalo inaweza accommodate na yani kwa pamoja magari 6,000 kwa pamoja yanaweza wakaweka pale. Yakawa stored kwenye ile eneo lililopanuliwa. Si ndio? Na huu mradi. Si ndio? Lakini ukiacha hapo kwenye huu mradi ilichukuliwa bilioni karibia 73. Tukaenda kujenga bandari kavu ile ya Kwara. Unaikumbuka ile bandari? Ni hela zetu za Watanzania maskini hawa. Haingia akilini wewe. Nchi umeinvest zaidi ya trilioni 1. Si ndio? Halafu unakuja kumleta DP World. Halafu unamkabidhi rasilimali zetu atuendeshe sisi. Unajua ni mzaha mkubwa. Na ndio maana kuna wakati mwingine tunasema kabisa kwamba na ukumbuke DP World wakati nakuja hii government negotiation team ilikuwa chini ya huyu mwanasheria mkuu wa serikali leo. Ukumbuke hilo? Si ndio? Ukumbuke hilo ndugu yangu. Ukumbuke government negotiation team leader alikuwa ni huyu Hamza Johari ambaye ni mwanasheria mkuu wa serikali. Unategemea kuna nini hapo? Halafu umeinvest hela, si ndio? Umeinvest hela, halafu hizo hela za wananchi maskini wanakata kodi kila siku, si ndio? Na makoti sasa hivi yameongezeka, yamekuwa makubwa zaidi. Sasa hivi hata ukituma shilingi 500 unakatwa. Ukinunua bidhaa, ukilipia hata bidhaa za serikali unakatwa. Ukilipia maji, ukilipia umeme unakatwa. Na makato ni makubwa tu. Maskini hawa. Na pesa zao anakuja kufaidi mtu mwingine tajiri. DP World anapewa lile eneo kufaidi. Faidi hii rasilimali haina mwenyewe, shamba la bibi hili. Ndio maana yake. Umewekeza wewe matilioni ya pesa, halafu aje mtu kampa. Sasa DP World kawekeza nini sasa? Kaweka shingapi pale DP World? Amekuja na nini? Anatumia scanner zetu. Anatumia mali zetu DP World kwa taarifa yako sasa. Amekuja na nini? Hajaja na kitu chochote. Amekuja labda sana labda amekuja na briefcase na ndege. Hicho ndicho alichokuja nacho. Lakini kiuhalisia pale DP World pale siamini kama amekuja na kitu chochote. Kwa sababu vitu vyote anavyovitumia vyote ni mali ya Watanzania. Scanner zile ametumia scanner zile. Scanner zile ni mali ya Watanzania. Nenda pale ile gate namba 1 mpaka namba 7 aliyopewa. Gati zile. Namba 1 mpaka 7. Amepewa namba 1 mpaka ambao tumeboresha sisi. Si ndio? Ni mali ya Watanzania. Si ndio? Ni mali ya Watanzania.
Ameweka nini sasa? Mfumo upi? Sisi hatuna wataalamu wa kutengeneza mifumo. Tunao wengi, sema ni ukiritimba na kutokuamini watu wetu. Lakini watu wetu wakienda kwenye nchi za wenzetu wanatumika.